tia nigobekirwe iguru y'imyaka 13 naigo abari Muri Kisii and Ndizi TV na mugwanzi mu Gusii n'ekino kigekera mu kwaganya sumurubiri bwo kumenya Okuya ero n'urumurubiri kubokera kira Victoria Jumatano butakese muri musuwe kakinsebere cyamugoroba ikaroto bo kwanera iwe cinjira cyo Okomenya buyake botenu asubu mu tamenyete amabere namanke micando ndenge ye cyandite mbere ya magaranto na nere buyake roto usanga n'abamanyi n'abayibo abarwaya ero batumanya manke batusemya cinjira cyo wetano kurasa muri yega na muno ekera na umuntu n'urubere cinjira bako bwatya eri obukoyo umuntu ase okumubwenya ibona Victoria rero ningwate abamanyi ba mwicanda ya maiso nurochi naga yanega ibirore basobonge ibomba cy'utoyerera mangi kubwatukana n'imicando ya maiso usogwererwa maiso becinjira aho na mono obutumeki bw'ibirore ndaye bikiro umuntu otumeki ibirore nande naki ba kora ase mu y'uburingoya ona ngo kwanda nyobe kubusangana ntwe ko mwereke mu kunyore nabo kwanda tunyara sensemere ya Facebook wetana Ndizi TV News Digital asense ya YouTube tena wetana Ndizi TV News na bugo Twitter @Ndizi TV News go ase website mura tena wetana www.ndizitv.org.ke eretriane Evalino Sera kanda to kumwarigani omogeni eri manikani erenimo nase abakora imirimo kabane twiko mwira karibu sana. Asante sana. Ya, unaweza fahamisha mtazamaji jina lako na unafanya kazi wapi na ni kazi gani? Thank you. Kwa majina naitwa Gusii. Hapa tuko Specsales Kisii. Karibuni sana. Asante. Nataka utuelezee tuna aina ngapi za magonjwa ya macho? So Evelyn, kwa macho iko magonjwa mingi sana. Na sidhani kama tutaweza ku-exhaust yote kwa saizi, lakini nitapenda kutaja zile 5 ambazo tunapatana nazo kila siku. Zile ni common. Zile common conditions tunatangamana nazo kila siku. So ya kwanza kabisa ni ile short sightedness. Hapa kwa lugha ya kimombo tunaita myopia. So myopia nikielezea kidogo ile kutoweza kuona vitu za mbali. Utapata huyu mtu anaweza kusoma maybe maandishi ya karibu, lakini akijaribu kuangalia vitu za mbali anapata shida. So hiyo ndio ya kwanza. Ya pili ni long sightedness ama tunaitanga hypermetropia ama kwa lugha nyingine watu wanapenda kuita hyperopia. Najua hizo ni majina nzito. So hyperopia ama long sightedness, just kwa vile kwa kilugha unavyosikia long sightedness inamaanisha huyu mtu anaona vitu za mbali lakini hapa karibu inamtatiza. So that is explanation kidogo kwa long sightedness. Ya tatu ni moja inaitwa presbyopia. Hizi majina zimekaa kufanana. Lakini presbyopia sana unapata ni kitu ambayo ni age related. So tukisema age related inamaanisha inakuja na miaka. Na kwa hivyo sana inapatikana kwa watu ambao wako above 40 years. So sana ukipata mtu wa 40 years anajaribu kusukuma kitabu mbali kidogo naweza kusoma. Utapata mtu ataona mbali vizuri, lakini hapa kusoma ni shida. Lakini tusiconfuse pia long sightedness na short na presbyopia, kwa sababu these are two different conditions. Long sightedness ni mtu anaona mbali lakini haoni karibu, lakini pia mtu mdogo anaweza kuwa na long sightedness. Lakini sana presbyopia ni above 40 years, ile kutaweza kuona vitu za karibu. So ya ine ni moja inaitwa astigmatism. Astigmatism ni wanapenda kufananisha na myopia, ni short sightedness, lakini ni tofauti kidogo vile tunaweza kucorrect hizi conditions. Utapata huyu mtu mwenye ni astigmatic anapata shida kuona mbali kama mtu ako short sighted. Lakini vile tuna correct ni tofauti. Nikijaribu kueleza kidogo tofauti ya mtu ako na astigmatism na mtu mwenye ako na
short-sightedness ni kwamba it's about the shape of the front surface of the eyeball ambayo tunaitaga cornea. Cornea ni hapo mbele, inakwanga very clear kama glass. So for mtu ambaye ni astigmatic utapata akona irregular corneal surface. Kwa normally inafaa kuwa a perfect spherical. Tukisema spherical inamaanisha kama mpira ya football. Yeah, so inafaa kuwa always perfect spherical. But for mtu ambaye akona astigmatism utapata it's not a perfect sphere. Watu wanapenda kufananisha na mpira ya football na mpira ya rugby. Because rugby it's more ovalish, right? Na mpira ya football ni a perfect sphere. So ikiwa na any bit of irregular curvature, hapo ndio unapata mtu anakuwa na astigmatism. Na sana sana symptoms za mtu akiwa na astigmatism atakuwa anaona maybe double image. Double image ni ile inakuja mbili. Yeah, inakuja mbili namna hiyo. Na hivyo itakuwa inamsumbua, especially sana sana kwa wanafunzi wa shule. Akijaribu kuona vile mwalimu anaandika mambo kwa blackboard, anapata shida. Yeah. So that is astigmatism. Kuna nyingine pia inaitwa keratoconus. Keratoconus tunaweza sema it's an advanced astigmatism. Hiyo sasa imezidi kabisa. Lakini tukieleza ni kwamba ukisikia kwa jina keratoconus, conus is conical, right? So kitu ambayo ni conical ni kitu imekuwa sharp. Kwa Kiswahili tunaweza sema mviringo. Kama Kiswahili yangu ni sanifu. So conical inamaanisha macho ama the cornea protrude hivi, form a conical shape. Yeah. So it's no longer spherical, it's no longer, but iko na high irregular curvature in the cornea. So we can say that is a worst case scenario of maybe astigmatism or irregular curvature in the cornea. So sana those are the common conditions that tunatangamana hapa. Habari nzuri ni kwamba hizi conditions zote tunazishughulikia. Hapo ukikuja ukitembelea ukiwa na any of that utapata matibabu. Asante sana. Sasa ni nini hasa unaweza zungumzia usababisha hizi shida zote? Well, kwanza kabisa tukiongelelea moja pia kama myopia kama short sightedness. So zingine unapata mtoto amezaliwa na hiyo. Zingine when you develop later in life. But unaweza pata iko kiwango kidogo. Tukisema maybe kwa vile correct hizi conditions inahitaji nguvu fulani ya kuongezwa kwa macho. So utapata kuna mtu mwenye anahitaji nguvu ya juu zaidi ama high power. Utapata kuna mtu mwingine atahitaji nguvu ya chini. So tunaitanga severity of the condition. Yeah. So sana ama unapata kuna mtu anazaliwa nayo, wengine ina develop later in life. Lakini kuna utafiti umefanyika kwamba sana wale watoto wa teenagers utapata maybe akimaliza primary, akiingia high school anakuwa na hiyo shida. By the time anaingia university hiyo shida imepungua. Unaweza uliza ni kwa nini? So reason ni kwamba mwili macho kama mwili tu kawaida inaendelea kudevelop, right? So hata macho pia inazidi kukua. So sometimes sana miaka ya 20-22 ndio macho inapata ina stabilize. Yeah, so unapata prescription imekuja chini, maybe imekuja normal. Ama saa zingine pia maybe imepungua kidogo lakini imeendelea baada ya hitaji kutumia glasses. Yeah. Na nyingine of course tulisema presbyopia ile watu above 40 ni age related, it's something that is very normal. Na huwa napenda kushauri watu kwamba usifikirie kwamba macho inapotea au usifikirie kwamba unaenda kuwa kipofu. Ni normal kabisa, it's something that tuna expect. Nikiongelea about astigmatism sana ina develop later in life.
kwa sababu it's more common kwa mtu ambaye anakuwa na allergy ya macho. Kwa nini allergy ya macho? Allergy ya macho inafanya mtu aweze kujikuna sana kwa sababu anasikia hiyo mwasho. Maybe akikuwa exposed to vitu kama vumbi, vitu kama vitu zinanuka, ama hata mwangaza kwa watu wengine, ama upepo ukimpiga. So anajikuna sana. Na hiyo continued rubbing ya macho inasababisha change in the curvature of the cornea. And we said any change in the curvature of the cornea, it affect vision yake ya kuona mbali. So sana tunaweza sema any change in the curvature of the cornea inasababisha astigmatism. So moja sijataja ni long sighted ama hypermetropia. So hypermetropia na myopia, they have similar causes. Na mtu akiwa na hizi shida zote kabla aanze kutumia miwani, labda anaweza tumia dawa zingine? When it comes to utaniruhusu niongee kizungu kidogo. When it comes to vision correction, sana ni it's about the lens. Zile dawa tu zinatumika ni sisi wenyewe ndio tunatumia hapa wakati tunapoangalia macho. Lakini kama ni mtu wako short sighted, kama ni mtu wako long sighted, siwezi sema kwamba kuna dawa ambayo tunaweza kuwekea alafu uende ukiwalk out pale ukiwa unaona sasa vizuri kabisa. Kwa saizi ile kitu itakusaidia ni lens. Shukrani. Naomba tuende mapumzikoni, tukirudi tutatueleza zaidi about types of mini frames mnatumia, types of specs. Mwanzo murere tunaongelera ko ibu ni mapurendo to kwanera iguru y'imicano ya maiso twabere ko kwererwa mange iguru ya imicandi yani yekoreta na monona ki abagwendete ko konya. Mwanzo murere tutarage na smooth mukomoke yake to kwira nani tatatu tumania mange iguru yecinjira kibako bwake kama mundakire na kibako bwati ya kumurinkore na bayibona kibako ma obokoni. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abarigeri ya Kurochi County sana na ibire echuchi ya Sorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe maya kichibese nguru kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi yulo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogo ko waye iwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wagoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Specsales Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Specsales Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima.
chifrem guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Specsales Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Chumulire ndengo kwalga ni togendre kuiwa mangi togendre osewa mangi goro yebe chanda ya maiso na boigo chinchira chome konya usichuwe tanga kwase okonyora imichanda yiga na boigo ubugenya igo mukwalga nende ogendre osanga nitiko kwale kende tukumwalga nende daktari ya gendre gutumanya mangi. Karibu tena. Asante. Sasa umeweza kutuelezea zile shida za macho za aina mbalimbali. Nisiko tueleze zile njia mnazozifuata ili kujua kama mtu ana shida ya macho. Asante kwa nafasi hii. Utaratibu wetu ni kwamba nita have to mention kwamba hapa kwetu kupimwa ni free. Ya una malipo, hatulipishi kuangaliwa macho, ama ile tunaita screening. So utaratibu wetu ni kwamba ukikuja tunakuregister, tunakuandikia kadi, alafu sasa tunaingia pale kwa check-up room. So pale check-up room kitu sana tunaangalia ni uwezo wako wa kuangalia, whether ni distance ama karibu, ama watu wengine sana nimeona sana hata na hii Januari jua wanakuja na complain ya mwangaza mingi, ama watu wengine vumbi, ama sasa watu wengine wenye wanashinda kwa kompyuta wanapata hiyo shida, wamekaa sana kwa kompyuta wanapata shida. So utaratibu ni rahisi tu because hapo tuna mashine za kisasa tulivyosema, ni kitu ambacho ni automated. So hiyo mashine tupatia results and then tunatumia mashine tofauti. So kuna moja inatupatia automatically, kuna nyingine tutarudia manually ndio tuweze kupata ile right prescription yako. Because cha muhimu kwa macho ni uweze kupata ile kitu the right prescription. Sasa zingine mtu ukikosa kupata the right prescription inaenda ikakusumbua. Badala ya kukusaidia inaenda kukusumbua. That is why tumehakikisha kwamba zile mapimo tunafanya ni sahihi kabisa. So sana sisi tumeinvest kwa modern machinery, modern equipment, na hivyo tutapata the correct results. Sasa ikiwa mmepima mtu, mmemtazama, mmepata kweli ana shida ya maybe short sightedness ama long sightedness, kuna mtu anajiuliza hii miwani mnapeana ni type moja ama ni kila ugonjwa una miwani type yake? Okay, jinsi kama vile dawa zinafanya,
pia miwani ama lenses ziko tofauti tofauti. Kwa vile shida yako ya macho haiwezi kufanana na shida yangu ya macho. Yeah. So lazima ziko tofauti. Na inategemea huyu mteja amekuja na shida gani. So lenses zenye tuko nazo ni tuko na zile clear lenses. Tuko na nataka ni mention kwamba pia kuna features ambazo tunaongeza kwa hii lens. Kwa sababu unaweza pata huyu mtu ni short sighted. Yes. Lakini pia huyu mtu anapata shida kwa mwangaza. So lazima tumpatie kitu kitamsaidia kuona na pia imsaidie kupunguza hiyo mwangaza. Yeah. So niki-categorize hizi lenses, kuna clear lenses, kuna clear, we have clear with anti-glare lenses, we have photochromatic lenses, we have blue block lenses, we have bifocal lenses, and we have progressive lenses. Hizo ni kama 6 hivi tofauti. Yeah, na nikijaribu kueleza kidogo, clear lenses inamaanisha, clear lens inakuwezesha tu uweze kuona iwapo kama wewe uko na shida tu ya kuona peke yake. So hiyo itakusaidia. Ya pili, anti-glare lens inakusaidia kupunguza ile mwangaza ya artificial light kama hizi mataa, kama maybe mtu anatumia computer ama na well lit environment kama kwetu. So inakusaidia kupunguza hiyo mwangaza. Photochromatic lens inakusaidia wakati uko kwa jua. So ni kitu ambayo ninaweza sema ni automated in a way, kwa vile ukienda kwa jua hii lens inabadilika rangi, inakuwa nyeusi. Ukitoka kwa jua uingie kwa room mahali ambapo hakuna direct exposure to sunlight, inarudi kuwa clear yenyewe. Na hivyo inakuwezesha uweze kuona mbali ama vizuri wakati uko nje kwa jua na pia wakati uko huku ndani mahali kuna jua. Nyingine ni ile tunaita blue block lens. Blue block lens, by the name blue inamaanisha tuna block blue light. Unaweza jiuliza blue light inatoka wapi? Blue light inakuwa emitted sana na electronics zote, kama simu, kama computer, kama TV. Yeah, na sana tunapea mtu anashinda sana kwa computer ama kazi yake ni computer work. So blue block pia tunaweza combine na hizi zote. Tunaweza combine na photochrome ama photochromatic, iwapo kama huyu mtu pia hapa na shida ya mwangaza. Lens nyingine nilitaja ni ambayo inaitwa bifocal lens. So bifocal lens tulitaja kuhusu presbyopia. Ile shida ya kuona karibu kwa wale watu ambao wako above 40 years. So bifocal inamwezesha mtu aweze kuona mbali na pia aweze kuona karibu. So it's one of the combined lenses. Na bifocal na progressive lens, they are more or less the same in terms of vile tunazitumia, kwa vile inakuwezesha uone mbali na pia uweze kuona karibu. Na pia in case huyu mteja ako na shida pia ya mwangaza, tunaweza combine zile features zingine za kukusaidia kupunguza mwangaza kwa hizo zote. Yeah. So I think those are some of the lenses ambazo tuko nazo hapa. Unaweza pata. Yeah. Thank you. What can you say about the frames? Yeah, kuna watu wanajiuliza wakikuja, hizi ziko fixed ama unapima mtu kwanza size yake ya frame ndio una fix? So frames, unavyoona zile collection tuko nazo kwa hizi frames, tuko na wide variety na iko na sense of fashion pia. Ukiangalia kuna color tofauti, kuna design tofauti. Na hivyo na pia sizes tofauti. Kwa vile unaweza pata mtoto mdogo amekuja hapo na shida ya macho, na lazima utampatia ile size yake yenye inafaa. So ziko na sizes tofauti, design tofauti, bei tofauti. Yeah, kulingana na mimi napenda kusema miwani pia inaonyesha personality yako. Kwa vile kama ni mtu wa ofisi hawezi vaa kitu inakaa sijui naweza sema aje. Unaelewa? Yeah, inakaa funny. So ukikuja lazima tutaongea na wewe, tutasaidiana kuchagua, because pia wewe maybe uko na test yako, na pia mimi nitakuadvise kulingana na expertise yangu. Nitakuadvise kwamba hii itaendana mzuri na shape ya uso yako, itaendana mzuri. Yeah.
Na hizi lens mtu akivalia miwani kwa muda mrefu, huwa mnabadilisha? So yes, we do replace, tuna replace hizi lenses hata pia frame tunaweza ku replace. Lakini kitu ambacho tunatilia maanani ni kwamba kupima macho ni kitu ambacho tunafaa kufanya mara moja kwa mwaka. Kama vile daktari wa meno na hizi magonjwa zingine wanaweza kukupa advice, pia sisi hapa kwa macho tunasihi kwamba mtu ukipimwa mara moja, make sure ile mwaka ijayo same time unakuja tukupime. Not necessarily kubadilisha glass every year, lakini kuangalia vile macho yako inaendelea. If kuna mahitaji ya kubadilisha, tutabadilisha hiyo wakati. Kama bado itakuwa iko sawa, unaweza endeleza for another year. In case something ifanyike hapa katikati, pia unaweza rudi tu. Yeah. So zingine pia hata tunaweza sema unaweza kuja baada ya miezi 6, wengine hata miezi 3. Sana sana kwa watoto wadogo because wanahitaji ile monitoring, close monitoring. Yeah. So nikisema hizi lens huwa zinaisha ama ku-expire ile tunasema? Kwa lens haishangi nguvu. Najua hiyo inaweza kuwa ni controversial because watu wanasema hii lens nimetumia mwaka moja na imeisha. Lakini kiukweli ni kwamba lens huwa haishi nguvu. Kile inachofanyika ni kwamba huenda macho imebadilika, inaweza kuwa ime-improve. Itamaanisha kwamba hiyo lens ambayo unatumia kwa hiyo wakati imekuwa juu. Ama huenda macho yako ime-get a little bit worse. So inamaanisha lens ambayo unatumia imeenda chini kwa nguvu. Ama imeweza kupata scratches. Because kama umetumia mwaka moja, of course mwaka moja ni muda mrefu sana. With the time ina wear out, unapata hizo scratch na hivyo hautaweza kuona vizuri. Yeah. So lens haishangi nguvu. Na hizi miwani tuseme mtu amekuja na shida ya macho, ameweza kupimwa akapatiwa miwani, anaweza kuivalia siku nzima ama kuna muda mnamwambia anafaa kuvalia hizi miwani? So inategemea hivi, inategemea ile shida amekuja nayo. Kuna wakati nyingine tunaweza advise mtu avalie full time. Kuna wakati nyingine tunamwambia avalie wakati fulani. Yeah. So kama vile kuna zile reading glasses zingine pia tunapeana kwa ile shida ya presbyopia. So reading glasses sita ku advise kwamba ati uende ukavalia full time. Because hiyo ni kitu ambacho unatumia tu wakati unasoma. Wakati unatembea unazitoa. Unless tunakupatia ile type ya combined yenye unaweza valia full time. Unaona? Na pia kwa mtu mwenye ako short sighted au sana unavalia full time. Yeah, because akizitoa atapata shida kuona mbali. So inategemea tu. Na kuna effects zinakuja hata mtu amevalia hizi specs for a long time? Jibu hilo swali ni yes na no. Na nitasema kwamba inategemea vile ulipima. Kama ulipata the right prescription, hamtakuwa na effect yoyote. If ulipata a wrong prescription from somewhere ama ulichukua miwani za mtu, hapo ndio utapata shida. Yeah. Because nimepatana na cases ambazo mtu alikuwa na shida fulani, ikafikia wakati hatumii hizo miwani. Akapata maybe rafiki yake ako na shida the same. Akasema kwa vile situmii ile, acha nitumie hizi zangu. Yeye akazitumia. So baada ya kukuja kupimwa hapa, unapata macho yake inakuwa ngumu ku adjust to his right prescription. So inakuwa ngumu sana wakati unakuja kupima because macho yake maybe imeadjust to a wrong prescription. Yeah, so that is the challenges that utapata wakati umetumia maybe miwani ya mtu mwingine ama umetumia a wrong prescription. So hapo tunaweza sema iko na effect. Lakini ukiwa umepata results sawa hamtakuwa na shida yoyote. Sasa kwa sababu ya muda nataka kutazama huko, uambie mtazamaji jambo lako la mwisho kuhusu utumiaji wa miwani na mahali ambapo watawapata na kile ambacho watahitaji wakija hapo. Okay, so asante sana our viewers ama watazamaji wetu. Hapa umeona ni Specsales Opticians Kisii. Tunafanya mapimo ya bure
hapa hauhitaji kulipa pesa yote ya consultation, so una walk into anytime kati ya saa 2:30 mpaka 5:30 ama saa 11 jioni. Saturday kutoka saa 2:30 mpaka saa 10. Hapa kuna offers kadhaa, especially kwa wanafunzi wa shule, hata watu wakubwa wazima pia tuna offers mbalimbali. Hapa tuko na a wide range of frames, vile unavyoona kuna types tofauti, all of them best quality guaranteed, na pia service the best. Asante. Thank you. Yeah. Mwanzo muri rwano na kabiri gukoigo twabere tokoigo mange kubatkana n'umuchango yegaba maiso na monongo tumiki ubebirore unakwaigure tare na Specsales ebyonyo ebenorere Okomenya ekero parina nubate umuchando ya maiso bikati natsinda somuro birwo kumenyo kuyangu kunyore na bakwendoro tunyorase ensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunarweka Ndizi TV News na buti Twitter @Ndizi TV News we go as website yeto nyora tunarweka www.ndizitv.org.ke. Ono muroberi okaletwa sore na nche Evelyn Osero.